Bibi Shumejubu? Ametoka kidogo lakini yupo. Vipi, kuna tatizo? Hamna tatizo. Nimekuja kusikiliza maana uliniambia leo tuna mazungumzo. Yes, ni kweli. Hivi umefikia wapi juu ya mpango wa kumuoa yule mwanamke? Kumuoa Yasmin? Yes. Kwa sababu siku zinazidi kwenda alafu sioni taswira yoyote kwenye. Unataka ni mwanamke ambaye hana maadili? Mwanamke ambaye hawezi hata kuhifadhi mwili wake? Mimi ni muoe Yasmin? Hilo swala lisikani, Isaac. Kwa ajili ya faida zako tu, Isaac. Yule unana msuka taratibu jamani, mimi ananichelewesha unajua. Sasa hivi ana maiza tatu siwe na haraka. Akituchelewesha sisi kajichelewesha mwenyewe. Maana yeye mwenyewe anaenda. Jamani, yeye taratibu basi. Kwanza mmekuja na Izoela mmechangia at least hata hii ofisi. Wewe usikariri maisha zoe siku zote tunakuja kupata vya bure. Leo tumejipanga. Sasa shoga yangu, mimi naweza nikakuchelewesha wewe. Kwanza shule yenyewe inaanza saa ngapi? Yamebaki masaa machache tu hapa, naona unanichelewesha. Hata usijali shoga yangu. Sikilizeni, mimi mwenyewe kwenye hiyo shughuli nipo, ndo maana hapa nafanya chap ili na wewe nikupendezeshe tunaenda zetu. Kwanza ndo nimekumbuka. Shoga yangu ile simnamjua shoga yangu Zawadi. Huyo Zawadi anayejifanya kuniwa mtaa? Huyo, kuna mwingine Slay Queen kama wewe. Kaongezewa mke wa pili shoga. Kwanza picha linaanza. Kaja kwangu na vipi tena wewe mama? Si mume wangu. Mume wangu kaniongezea mke wa pili mimi Amina Kishari. Mwenye nikabaki kimya. Wewe tena, mwenzangu mguu mosi mguu pili mpaka kwa mjumbe. Tumeenda kwa mjumbe, mimi nimeuliza zangu nyumbani, napata habari kwamba kamfungashia mwanaume vilago aende kwa mijuba. Kwanza mimi nimefurahi kweli kweli, yani roho yangu hapa nyeupe. Unajua nyeupe? Dada yule alikuwa anajishaua. Alikuwa anajiona mzuri hapa mtaani. Hello. Nisikilize. Katika maisha ambayo tunaishi, unataka utumie mindset yako vizuri. Umeelewa? Unaridhika na maisha ambayo unaishi? Mimi unanikwamisha. Tunatakiwa tutumie akili zetu sawa sawa ili tupate mafanikio. Uwe na vision. Mwanamke ambaye hakuingizi chochote, wewe unaiona taswira? Unaona maisha yako yanapokwenda? Razaki, wewe ni mwanadamu mwenye nguo mbili. Moja ni akhera na nyingine ni dunia. Ila umeipenda nguo moja ambayo ni dunia. Unaivaa sana hii dunia na ndio maana inachakaa. Na ikisha chakaa, unachana kipande kwenye nguo yako ya akhera na unaziba kwenye nguo yako ya dunia. Ila kumbuka, mwisho wa siku dunia itaisha na akhera huko utakuwa umemaliza. Utakuwa huna ulichokipata. Utaondoka kwa mikono mitupu, Razaki. Kwa nini unapenda sana dunia, Razaki? Kuna kusudi moja ambalo wewe hujalielewa. Mpango mkakati wa Mwenyezi Mungu. Imani yako iko wapi? Ninapokuambia kwamba wewe unatakiwa kuoa yule mwanamke, nina sababu zangu nyingi sana ambazo zinapelekea wewe kutoka katika hilo wimbi la mawazo la maisha yako jinsi yalivyo kwa sasa. Anakupatia nini yule mwanamke? Imani yangu sitaiangusha hata nikiwa peke yangu njiani, nikisimama kwa hofu ya Mungu, ndoa yetu ni ibada moyoni. Imani yangu ndio ngao yangu, nikiswali kwa niaba yetu wawili. Mwenyezi Mungu anajua nimebaki kwa ajili ya jina lake. Mke wangu ananipa imani. Ananifanya niishi maisha ambayo sikuwahi kuishi hapo kabla.
Nimeacha kila kitu kwa ajili yake. Nimeacha haya maisha yako ya anasa. Na sasa namjua Mungu na nafanya matendo ambayo yeye anayataka. Tunaishi kwenye chumba kimoja Razaki, lakini upendo, amani na furaha iliyokuwepo hata dunia nzima naamini hajawahi kuipata kama ninavyoipata mimi. Amenifanya nijue njia ya kweli ni ipi. Dunia ni uwanja mpana wa mafanikio, kwa sababu hujui kesho yako. Wewe unajua ukitoka hapo unaenda kuishi vipi huko ambapo unapokwenda? Hasa pumzi zako zikikata. Unatakiwa kuifurahia dunia sasa hivi. Uitafune vizuri dunia sasa hivi. Wewe unataka kuishi kama mimi? Nyumba nzuri, TV kubwa kama hivi, AC inafanya kazi, unashine kama mimi, unakula vizuri. Mke wangu ananitosheleza. Na Yasmin sio chaguo langu Razak. Nakupa 3 days kufikiria hicho ambacho nakwambia. Because hili deal ninalokupa ni mafanikio yangu mimi na wewe. Sawa hilo. Halitawezekana Razak. Mbona kunichafuria mipango yangu? Anataka kuniharibia plani yangu. Anataka kunikosesha deal kubwa sana katika mfumo wangu. Tulianza kwa mapenzi, lakini safari ikabadilika. Moyo wangu bado unasujudu, wakati wako umesahau kibla. Nalia kimya usiku wa dua, nikikuona umepotea mbali. Lakini Ramadhan hunikumbusha subira ni badala ya hali ya juu. Nimechoka kulia peke yangu, lakini sijachoka kuamini ndoa hii ni amana ya Mungu, hata nikibeba mzigo mwenyewe. Imani yangu sitaiangusha, hata nikiwa peke yangu njiani. Nikisimama kwa hofu ya Mungu, ndoa yetu ni ibada moyoni. Imani yangu ndiyo ngao yangu, nikiswali kwa niaba yetu wawili. Mwenyezi Mungu anajua nimebaki kwa ajili ya jina lake. Shemwaka, unakumbuka tuliongea pale msikitini kuhusu jambo lako? Na mimi nimefika kwa Zawadi. Na Zawadi amenielewa. Amekubali kukupa nafasi ya kuzungumza na wewe. Zawadi huyu mke wangu. Ni wewe mke wako Shemwaka? Hakika kila shetani na mbuyu wake. Kama kaweza kukuelewa, ni jambo la heri. Unajua Mwaka, wivu ndo mapenzi. Kama hakuna wivu, hapo hakuna mapenzi. Kila mwanamke ana wivu na mumewe. Kwa hiyo Zawadi anakupenda sana na ndo maana ana wivu nawe. Na mshe wangu, hilo mimi nalitambua vema kabisa. Natambua ni kiasi gani mke wangu ana wivu. Na wivu wake kwangu ni upendo tu, lakini muda mwingine tu wivu wake unazidi na wewe unakera. Unajua wivu haujaanza leo tu. Umeanza tangu miaka hiyo kwa maswahaba na mitume. Kwenye hadithi moja tunakumbushwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa na wanafunzi wake, akiwa na maswahaba, wamekaa, Bi Aisha alikiona chombo cha mke mwenza katika vyombo vyake. Akakichukua kile chombo akakitupa mbele ya Mtume na wanafunzi wake, mbele ya maswahaba. Mtume akakikota kile chombo na kuambia maswahaba, mama yenu amekasirika. Mtume hakupanic wala kuhamak.
alijua kwa sababu Bi Aisha ana wivu kwa sababu anampenda. Kwa hiyo Mwaka, wivu upo na uwezi kumaliza wivu, ila utengeneze njia sahihi ya kuishi na mkeo. Naamini atakuelewa. Kama Mtume Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu alionewa wivu, kwa nini sisi tusionewe wivu na wake zetu? Kwa hiyo kikubwa Mwaka ni kumjenga mkeo kwenye misingi, naamini kila kitu kinawezekana. Umeshajiandaa ukaenda msikitini? Kwani unajui kama leo ni Ijumaa? Usijiandaa na hiyo. Wangu. Mimi na hayo mambo wapi na wapi? Ngoja nikuulize swali moja. Hivi kwa umri wako wewe ulofikia, umeshahudhuria misiba mingapi? Umeshazika watu wangapi? Na hao uliowazika, umeshakukutana nao tena? Msiba pekee ambao nitakahudhuria mwanzo mpaka mwisho ni wa kwangu mimi mwenyewe. Nikifa nitakuwepo, kwenye vikao nitakuwepo, mwana ndani nitakuwepo mimi mwenyewe. Sasa katika imani ambao unataka kunipeleka na mimi ni vitu vile. Mimi sijakuwa na maana hiyo kabisa. Yaani maana yangu mimi, unatakiwa ujifunze kama hii dunia tunapita. Na ndio maana nikakuuliza au wale waziko ulishakukutana nao tena? Iandae ahera yako mume wangu. Nashukuru sana shehe wangu. Na hiyo hadithi tunaijua vema. Umenikumbusha mbali sana. Naam shehe. Mimi sina mengi sana kuongea. Ila la kwanza kubwa nikupe pole kwa mitihani yote ambayo umekumbana nayo. Hakika jambo lolifanya ni jambo la kheri na wala hakuna ubaya wowote ule. Basi mimi na hakika Mwenyezi Mungu atashusha kheri zake katika hilo. Na tunatambua katika vitabu vyetu vya dini, nikizungumzia kitabu kitukufu Qur'an, kinasema kwamba inna Allaha masabirin, hakika mwenye kusubiri uko pamoja na Mwenyezi Mungu. Basi mimi na hakika katika hilo pia nalo litapita. Kikubwa ni uvumilivu, subra. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na mwenye kusubiri. Ni kuondoe hofu na ni kuondoe shaka katika hilo. Inshallah Allah akufanyie wepesi hapo. Mwaka siku wake magharibi imekaribia, tukapata swala kidogo, ila kesho naomba tukutane na mazungumzo muhimu sana na inshallah. Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah. Tukimaliza swala tutakuja shehe wetu. Okay, shukrani. Very good. Kitu ambacho nataka kukifahamu kwamba hata hao wanaopiga kelele huko nyuma ya pazia wanayakwao pia wanayafanya, ambapo wewe hujajui. Inawezekana ukawa unaongea vizuri ukayafuate maneno yao, lakini usije ukafuata vitendo vyao. Unatakiwa ukafuate tu maneno yao na sio vitendo vyao. Okay, anyway, tuachane nayo. Labda nikuulize swali. Ukiwa na ndugu yako, maybe kaka yako, mdogo wako, akiwa anaenda tofauti na mienendo yako ambayo unayotaka, wewe utajisikiaje? Of course nitajisikia vibaya. Vizuri. Najisikia vibaya sana ndugu wangu apate zile nyendo ambazo mimi nazitaka. Mawazo yangu ambayo mimi nataka, haendani na mimi kabisa na mawazo yangu. Ishi hapo hapo. Yaani unapotaka kwenda ni shapa juu. Yaani mpango wako wote na ujua. Hivi, kwa nini unataka kuumiza mtu mwingine kwa maslahi yako binafsi? Mume wangu. Yaani hicho unachotaka kukifanya nishakielewa. Na kwa taarifa yako, niko upande wa shemeji yangu.
siko upande wako. Hebu achana na maisha yake, pambania maisha yako wewe mwenyewe. Unaridhika maisha ambayo unaishi? Mungu ndio kila kitu hapa duniani. Uridhike usiridhike, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Okay. Nenda kuwapiga kelele wenzio uko nakuita, sababu una swali sasa hivi. Okay. Ila hao wapiga kelele wenzangu ndio watakao kuzika wewe siku ya msiba wako. Toka. Ujue mimi nimekuja hapa, ujue mimi na jambo nataka nikwambie. Alafu isitoshe wewe mzuri. Na hapa mzuri ninavyosikia wewe una mtu wote naishi naye. Alafu mimi hapa ninavyokuangalia wewe mimi ndio nishakuelewa. Pita zangu zote mitaani hapa ninapopita lakini jicho langu limekuwa na wewe. Astaghfirullah. Wewe Chapombe, mtaa mzima wanakujua. Kama ni nuksi basi nikauge dawa njia panda. Hebu kwanza niangalie, nimekosa nini? Nimekosa wanaume mpaka nikae na mfano wa mtu kama wewe? Ujana ukaulie huko, uzee uje umalizie kwangu, si ndio? Sikiliza, mambo ya kutakana na uzee na usuru. Mimi nimekwambia nimekuelewa, sijakwambia mimi mzee. Wewe sio vitu vyangu. Ujana ukaulie huko, uzee uje umalizie kwangu. Kwanza umeoa kweli wewe? Sasa mimi nashangaa, unaniuliza mimi nimeoa, wewe umeolewa? Mimi umri wangu bado, umri ukifika nitaolewa. Mimi nadhani sasa umri wako ndio ushakuwa tayari kwa sababu mimi nimekupenda. Yaani hata kama nina shida ya kuolewa, siwezi kuolewa na mwanaume kama wewe. Wa design hii. Unajua nyewe wasichana sasa hivi mnajifanya vitoto vya 2000. Hamnaga akili. Mnasamini watu wenye magari. Mimi lita moja inauzwa shilingi 8,000. Hiyo gari yake lita moja inauzwa shilingi 2,000. Hivyo unavyojua bosi nani kama sio mimi. Hebu kwanza nipishe mimi na wenzangu kwenye shughuli. Tulianza kwa mapenzi, lakini safari ikabadilika. Moyo wangu bado unasujudu, wakati wako umesahau kibla. Nalia kimya usiku wa dua, nikikuona umepotea mbali. Lakini Ramadhani hunikumbusha subira ni baada ya hali ya... Naomba nifungulie mke wangu. Haya mambo yanazungumzika. Nimechoka mumeo. Nifungulie mlango naanza kupumzika. Mke wangu. Kweli umeamua kuniadhibu kiasi hicho? Tambua ni mwanamke wa Kiislamu. Sijakosea kiasi hicho mke wangu. Nimechoka mke wangu, nifungulie basi nipumzike. Tulianza kwa mapenzi, lakini safari ikabadilika. Gari mke wangu.
Mama, nisikize mumeo. Upasi kunipa adhabu kama hii. Tulianza kwa mapenzi, lakini safari ikabadilika. Bwana Magushi, nakuona kama umechanganyikiwa. Hiyo nikuta mwenzenu, nitakueleza. Natamani kula sumu au hata kujinyonga. Bwana, nimechukuliwa pesa zangu milioni 2. Nimeuziwa nyumba, mwenye nyumba vyeti vya bandia. Ustazi Mwaka, Shehe Mwaka, Ustazi Mwaka, mashebu gani ukuta saizi? Shehe Mwaka, mbona mesielewi saizi? Mbona uko hapa wewe? Hamisi, naomba niache nipumzike. Sasa kani mimi na shida na wewe? Mimi nataka kujua, sio kawaida yako kwa nje. Hii saizi mida yetu ya kunidai tunarudi majumbani mwetu. Wewe unakutemea hapo na sio kawaida yako. Lazima nina haki ya kujua wewe unafanya nini hapa nje. Bwana Hamisi, niache. Kwani tunadaiana? Hakuna mke mtoto zuri leupe saizi wewe unalala hapo. Yule mwana kwanza yupo. Au mwanzo tumeanza nini? That's kama nimekuzi, sorry, forgive you my friend. Unajua tena Greta tumesoma mewa. Wewe nenda zangu bwana. Naomba ondoke. Sawa. Vipi bwana Magushi? Mtoto wa kike.